Naam, karibu sana wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa channel ya Tarumbeta la Bwana. Leo studio kumependeza kabisa. Niko na mchungaji na mtumishi wa Mungu Petro Mgaya. Yuko live hapa leo studio kama ambavyo unamwona. Lengo la kumuita studio ni baada ya kupitia katika channel yake ya Facebook, nikaona post nyingi anazungumzia ushuhuda kuhusu namna ambavyo ameacha kujichua. Sasa na mimi nikaona si vibaya nikimleta studio aweze kutupa shuhuda live, tumsikilize moja kwa moja. Alianza lini? Alianzaje? Na mpaka mwisho wa siku akatoka. Alitoka tokaje? Kwa sababu tunajua swala la kujichua janga la taifa. Ni janga la taifa kama si la dunia. Unakuta hadi watumishi wa Mungu, wazee wa kanisa, wachungaji na maaskofu, walokole tu wa kawaida, waimbaji wa nyimbo za injili, unakuta na wenyewe hapo kwenye janga la kujichua. Hicho ndio kilichopelekea mimi nimwite hapa studio. Na moja kwa moja ni kusalimia mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi maswali yangu ni kwa niaba ya watazamaji wetu hapa. Swali langu la kwanza, ulianza lini kujichua? Na jambo la pili, ulitokaje kwenye swala la kujichua? Je, kweli inawezekana kutoka kwenye kujichua? Hiyo. Hayo maswali yangu tu, tuna dakika chache tukazungumza hayo. Hebu tuambie, ulianza lini kujichua na ulitokaje kujichua? Uliwezaje kutoka? Kwa sababu tunajua hili ni janga la taifa. Mpaka imefika mahala vijana, si uongo hata watazamaji, vijana imefika mahala wanachukulia kujichua ni kama jambo fulani ambalo si dhambi. Na wengine wanaona ni kama njia mbadala ya kuishinda zinaa, tamaa ya zinaa. Sasa mtumishi wa Mungu leo ataenda kutuelekeza, je, badala ya kuzini ukijichua si dhambi? Basi mkaribisha mtumishi wa Mungu atupe majibu ya moja kwa moja. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Nashukuru. Asante Tarumbeta la Bwana. Nashukuru sana. Niseme tu kwanza hongera kwa hii kazi ambayo mnaifanya, kuelimisha umma, kutangaza neno la Mungu kupitia studio zenu. Kimsingi ni kama nilivyosema, swala kujichua ni janga la taifa. Kama si dunia nzima kabisa, ni janga la dunia nzima. Si tu janga la taifa, ni janga la dunia nzima. Mimi pia nimejifunza kujichua kati ya mwaka 2011 au 2010 ndio nimeanza kujifunza kujichua. Na kama ambao Biblia inazungumza kwamba msidanganyike, maneno mabaya huharibu sifa, huharibu tabia njema. Maana yake zile taarifa ambazo unakuwa unaziingiza kichwani, zile taarifa zinaenda kuharibu ile tabia ambayo unayo. Nakumbuka nikiwa Mbalali, nikiwa Mbeya hii Mbalali. Nikaa na vijana fulani ambao nakaa nao pale kambi. Sasa wale vijana tulikuwa nakaa nao walikuwa wanapiga story sana kuhusu kujichua. Wakaanza kuzungumzia kuhusu kujichua na nini. Sasa zile taarifa kadiri ambazo zilikuwa zinaendelea kugonga katika masikio yangu, basi na mimi nikasema ngoja nijaribu nione hicho kitu kikoje. Kosa mwisho wa siku nikaanza tu kimasiala, baadaye kila kitu kikajijenga katika ufahamu wangu. Kama nafuatia post niliyotoa juzi, nikawa nimesema kwamba mtu anayejichua, anayepiga punyeto, hamna tofauti na mtu anayevuta sigara. Kwa nini? Kwa sababu mtu anayepiga punyeto, ile jambo analokuwa analifanya, baada tu ya kufanya analichukia. Anajichukia ndiye mwenyewe. Hapendi kwenda kufanya. Lakini kwa sababu ile jambo limeshaingia kwenye mfumo wa mwili na zile taarifa au ile tendo limekaa kwenye fahamu, kwa anajikuta mwisho wa siku hawezi kuacha. Hivyo hata anayevuta sigara, alianza tu taratibu, ile jambo likishajijenga kwenye mwili mwisho wa siku hawezi kuacha. Kwa sasa nimeishi nalo hilo jambo, nimeishi nalo muda mrefu sana, najichua kwa muda mrefu sana. Na hiyo yote kipindi chote nilikuwa mtumishi wa Mungu. Nimeokoka, mahali pengine nilikuwa mzee wa kanisa, nilikuwa katibu, nilikuwa katika mwenyekiti wa vijana, simamia vijana, lakini bado nilikuwa naendelea kuhukumiwa katika moyo kwamba hapana, hiki kinachokifanya si sahihi. Hiki kinachofanya si sahihi. Sasa nikaanza tafuta njia, nitaachaje kujichua? Sasa wakati najaribu kuomba Mungu na kujaribu kupambana, nitaachaje kujichua? Nikawa nafuatilia Mbarikiwa Mwakipesile, ambaye ni kiongozi mkuu wa kanisa la Kikosi cha Injili. Wakati naendelea kufuatilia injili zake zile ngumu kidogo, injili zake zile zilikuwa ni ngumu. Sasa zile injili ngumu mimi zikawa ni kama tiba kwangu, ananihamasisha na kujiona kweli maisha yangu mimi ni kama bado ni mpagani. Sasa kile kitu ambao kadini nilikuwa namsikiliza, na kumbuka wimbo mmoja ulionivuta mimi mpaka naingia kusikia cha Injili, ni wimbo wa Mbingu Sio Wazembe. Sasa ile nyimbo ya Mbingu Sio Wazembe kila ikipiga bado najiangalia mimi maisha yangu, tabia ninazokuwa nafanya na kile ambacho mtumishi wa Mungu anakiimba na kile ambacho mtumishi wa Mungu anakihubiri. Nikaona hapana, nitafute namna yote ya kuacha. Niliomba Mungu kwa siku nyingi, nilishindwa, lakini baadaye mpaka 2022 nikawa nimeingia Kikosi cha Injili. Na kumbuka nilipoingia Kikosi cha Injili, kulikuwa ni kipindi cha mwezi wa 6, ile semina mwezi wa 6. Watu wa Kikosi cha Injili bila shaka wanajua mwezi wa 6 kuna kongamano la mwezi wa kwanza, mwezi wa 4 na mwezi wa 6. Sasa kongamano mwezi wa 6 ndio kwa mara kwanza mimi nakanyaga Kikosi cha Injili. Ibada iliyokuwa inaendelea pale ilikuwa somo lilikuwa linaitwa alama ya damu. Sasa katika mafundisho yaliyokuwa yanaendelea pale,
ni kwamba alama ya Adamu inabidi pako kwenye fahamu. Fahamu zetu zimetoka kwenye namna ya kufikiri kawaida kwa sababu ya zile taarifa ambazo tunakuwa tumejaziwa. Kwa zile taarifa ambazo mtu anasikia mara kwa mara, vile vitu ambavyo mtu anaviona mara kwa mara, anaviangalia mara kwa mara, vile vitu vikishajenga ngome kwenye ufahamu wa mtu, ule ufahamu unakuwa uchi. Ule ufahamu unakuwa uchi. Mwisho wa siku akiangalia makalio yanamchanganya, akiangalia wanawake labda amevaa mini skirt au amevaa nguo za kutega, na yeye hata kama ameokoka anategwa. Kwa hiyo anasema lazima mtu wa Mungu uliokoka ufahamu wako uwe umetakasika. Lazima ufahamu wako umetakasika. Tunaharibika kwa sababu ya taarifa ambazo tunazisikia mitaani. Tunaharibika kwa sababu ya taarifa tunazozisikia. Kwa katika yale mafundisho yalivyokuwa yanaendelea pale, ongeza maombi mengi tulikuwa tunaomba pale. Hakika tangia pale, nakumbuka ile kongamano nitoka pale sauti imekwama kabisa kwa sababu sijaomba kiwango kama nilichoomba pale. Niomba masaa mengi, lakini pia ni kwa nguvu kubwa. Kila mtu kanisani wote wanaomba kwa masaa kubwa, kwa nguvu kubwa. Kwa yale maombi aliyoomba pale na ile ibada iliyoendelea pale, tangia pale wazo la zinaa liliondoka katika ufahamu wangu. Mpaka leo sijawahi kufikiria kuhusu kujizini. Na watu wengi wanaweza kaa najiuliza, huenda hata mtazamaji unaweza kuwa unajiuliza kwa nini hata mimi ninaomba lakini nashindwa kutoka kwenye kujichua. Tatizo mtangazaji ni watu wengi wanakutana nalo sana. Kuta mtu anaomba lakini bado hatoki kwenye ile tatizo. Maombi peke yake hayawezi kumtoa mtu kwenye tatizo. Maombi yanaambatana na elimu sahihi. Yaani maombi peke yake yanakuwa ni kama maombi yasiyokuwa na msingi. Sawa na mtu ambaye anatetea imani halafu hana msingi mzuri wa neno la Mungu. Kwa mwisho wa siku unakuwa tu ni mtu fulani mbishi. Maombi pasipokuwa na elimu sahihi unatokaje kwenye kujichua, na kilichofanya uingie kwenye kujichua ni nini? Maombi bila elimu sahihi ni sawa na mtu anayekuwa mbishi. Yaani unabisha tu, lakini unabisha ukiwa umesimamia wapi? Hauna msingi wowote. Kwa hicho ndio kilichonipata mimi. Kilichonisaidia ni zile elimu zilizoingia kwenye fahamu wangu. Zile elimu tu zikafanya ufahamu wangu ufunguke, nikaa naelewa kumbe vinavyotuchanganya ni hivi, ambao ni hizi taarifa ambazo zimeingia kwenye fahamu zetu, ni hizi taarifa ambazo tumeziangalia zimeingia kwenye fahamu zetu, ni hizi taarifa ambazo tumesikia mara nyingi zimeingia kwenye fahamu zetu zikajenga ngome. Mwisho siku inakuwa ni vigumu kutoka mtu kwenye kujichua. Na jambo lingine pia aliyofanya mimi nikae sana kwenye kujichua, najua hata mnayenitazama huenda mpo watu, huenda upo mtumishi, huenda upo mlokole, unaangalia video za ngono kwa siri, unaangalia picha chafu kwa siri, lakini pia unaangalia movie, unafuatia movie season, si bongo movie hizi, single movie hizi. Hizo movie ndo zilizofanya mimi nipate tabu sana kutoka kwenye kujichua. Ndio maana wakati nimetoka kwenye kujichua, moja kwa moja nilienda kufuta nyimbo za Bongo Flava kwenye kompyuta yangu, kwa sababu mimi nafanya kazi ya library mpaka sasa. Kwa nikaenda kufuta nyimbo zote za Bongo Flava, movie zote na takataka zote za kudunia nikazifuta zote. Kwa pale elimu iliyoingia, maombi nayoomba, ongeza vile vitu ambavyo nimejitenga navyo. Pia nilikuwa naangalia video za ngono kwa siri, nilikuwa naangalia picha chafu kwa siri. Kwa vile vitu vyote baada ya kutoka pale niliamua kuvifuta vyote. Mwisho wa siku nikawa salama. Kwa hiyo unaweza ukawa na wewe pia unaangalia hivyo vitakataka, unaangalia hizo takataka, lakini bado unaomba Mungu akutoe. Hawezi kutoka kama bado unaendelea kuangalia hivyo vitu. Kwa mtangazaji, ni kwamba kilichofanya mimi nitoke kwa wepesi ni zile elimu zilizoingia kwenye ufahamu wangu. Ile elimu, masaa mengi ya maombi, masaa mengi ya kufundishwa ufahamu wangu badilike, lakini pia yale maombi mengi. Na baada ya kutoka pale sasa, kwa nini naendelea sasa vizuri? Ni kwa sababu hata vile vitu vilivyokuwa vinachochea mimi kujichua, kama hii video chafu, movie nilizokuwa napenda kuangalia, video za ngono, picha za ngono, movie nyingi, single movie, season, bongo movie, hizi zote nikaanza kuzitoa. Kwa tangia hapo nikaanza kujitenga na yale mazingira yaliyokuwa mwanzoni yanaleta vichocheo. Nadhani kwa ufupi ni hivyo. Namshukuru Mungu sana kwa kweli kwa mtumishi wa Mungu Barikiwa Mwakipesile, ambaye yeye ndo alikuwa sababu ya mimi kutoka kwenye eneo la kujichua. Na mpaka sasa nipo kwa kazi cha injili na kudu huko. Maombi ni mengi, mifumo ya mada yetu ni maombi mengi, mahubiri pia ni masaa mengi. Kwa hiyo sio maombi tu nusu saa umeshamaliza kufungua ibada dakika 10 ya panzi. Sisi ni masaa ya kutosha, yani masaa ya kutosha, ni masaa mengi. Ibada zetu tunaomba masaa mengi sana, masaa mengi kuhakikisha ufahamu unakunjwa, mwili unakunjwa, lakini pia hata mhubiri akisimama anahubiri masaa mengi, anahubiri masaa mengi. Kwa mwisho wa siku unajikuta ufahamu unabadilika, lakini pia kujitenga na yale mazingira yaliyokuwa yanatuchochea mwanzoni kufanya hizo tabia chafu. Na nadhani kiufupi ni hivyo. Amen. Tunashukuru. Bila shaka mtazamaji ulikuwa pamoja nami kusikiliza mtumishi wa Mungu, na bila shaka umejifunza jambo kutoka kwenye shuhuda ya mtumishi wa Mungu, japo ni kwa ufupi, lakini bila shaka kuna jambo umejifunza. Basi
Kama umejifunza kitu, sawa, weka comment yako hapo chini, lakini pia ikibidi wakati mwingine tutamkaribisha studio aweze kujumuika pamoja nasi katika vipindi vingine vinaofuatia. Basi kwa wakati huu takaribisha tangazo kwa muda mfupi.